kivuli cha ahadi, mito ya machozi imekuwa kama ahadi. Tena nia ya usaliti inaniuma sana. Morogoro safari kurejesha heshima ya jana. Tunaendelea na episode ya 5. Chumba cha hospitali kilikuwa na baridi ya ajabu. Ryan alikuwa ameshikilia ile picha huku mikono ikimtetemeka. Macho yake yalihama kutoka kwenye picha ile ya zamani na kumtazama Lulu ambaye alikuwa akilia kwa kwikwi. Wazo la kuwa Lulu anaweza kuwa pacha wake lilikuwa kama kisu kinachochoma moyo wake. Haiwezekani Lulu, Ryan alisema kwa sauti ya kukatika. Mama yangu aliniambia mama mzazi alifariki wakati wa kunizaa. Hii picha inaweza kuwa mtego mwingine wa Sasha. Lulu alitikisa kichwa. Hii picha ilikuwa ndani ya mkoba wangu. Mama yangu aliniambia nimtafute kijana mwenye alama ya kovu la moto kwenye bega la kushoto. Ryan alihisi mwili wake ukifaganzi. Polepole alivua vifungo vya kwanza vya shati lake na kushusha shati upande wa bega la kushoto. Pale kulikuwa na kovu dogo la zamani la moto ambalo alikuwa nalo tangu akiwa mtoto mchanga. Lulu aliziba mdomo wake kwa kiganja, machozi yakimtoka kwa kasi zaidi. Ni wewe, kweli ni wewe kaka yangu. Wakati huo huo, nje ya mlango wa hospitali, Sasha alikuwa amesimama na mwanasheria wake akitabasamu kwa ushindi. Sasha aliingia chumbani bila hodi, akiwa na rundo la nyaraka. Vema, naona mmeshaanza kugundua ukweli wa familia yenu maskini. Ryan, kwa kuwa sasa imethibitika wewe si mrithi wa Royal Group bali ni mtoto wa mlinzi, huna mamlaka tena. Sasha alimtupia Ryan barua ya kisheria na kumfukuza. Ryan alimgeukia Lulu na kumshika mkono. Sasha, unaweza kuchukua utajiri, majengo na magari, lakini huwezi kuchukua utu wangu. Ryan alimbeba Lulu na kutoka nje ya hospitali, huku mvua kubwa ikianza kunyesha jijini Dar es Salaam. Walipata hifadhi ya muda kwenye kijumba kidogo cha chumba kimoja maeneo ya Tabata, mahali ambapo Lulu alikuwa akiishi. Ghafla, mlango wa chumba kile ulipigwa teke kubwa na kufunguka. Wanaume watatu wenye silaha waliingia ndani. Sasha hataki muendelee kuwepo mjini, mkuu wa usalama alisema huku akichezea kisu kikali. Ryan alisimama haraka akimweka Lulu nyuma yake. Lakini kabla ya mashambulizi, gari lingine lilikuwa limefika na mzee mmoja aliyekuwa amevaa koti refu aliingia ndani akiwa na bastola. Ondokeni kabla sijaamua kufanya kazi yangu ya zamani. Wale watu wa Sasha walitokomea kwenye giza la mvua. Ryan alimtazama mzee yule kwa mshangao. Mzee yule alivua kofia yake polepole. Naitwa Mzee Hamisi. Mimi si mfu. Ninyi si ndugu wa damu. Mlitenganishwa ili msije mkakutana na kudai haki yenu ya pamoja. Lulu ni binti wa pekee wa mmiliki wa ardhi kule Uluguru, na Ryan wewe ni mrithi wa pekee wa himaya ya Royal. Siri yenu imefichwa kwenye pete mbili ambazo mama yake Lulu anazo. Ryan na Lulu walitazamana. Mwanga wa matumaini uling'ara machoni mwao, lakini safari ya kuelekea milima ya Uluguru ilikuwa ndiyo kwanza inaanza. Je, Ryan na Lulu watafika Morogoro salama? Sasha atatumia mbinu gani mpya baada ya mpango wake kufeli?